Muangalie kwanza alivyotutumbulia mimacho. Haya wewe bibi wewe. Kilichokufanya utoengwa kwa la zako, ufuate simu yako mpigie bwanangu Dula umwambie kwamba huko ndani nimeingiza mwanaume. Ni kipi kilichokusumbua? Au kipi kinakuuma? Jibu, usitukodolee mijicho kama poteza sponsor siku ya maandamano. Kwa hiyo mlipotoka hapo kulupu mmekuja nyumbani kwangu mnahitaji shari au kitu gani? Shari tunaitaka na ndo tumeifuata. Unasemaje? Sasa nisikilizeni. Mimi Dula nimeshamwambia. Nyinyi mnachotaka kufanya fanyeni. Yaani mama mtu mzima, umri umekuenda, yani tunasema age go. Hayo mambo ya kufanya watoto kama sisi watoto wa 2000. Lakini hatuna hata mdana. Mama mtu mzima, huna haya kazi kufuatilia watu tu. Hebu acha umbea wewe. Jamani. Kazi na umri bibi. Waambie wenzio wote washastaafu wamerudi kijijini. Kwa nenda kucheza na wajukuu zao. Wewe ndio kwanza unajizima data za kushinda na sisi vitoto vya 2000. Yaani kama mti ndio kwanza unalika maua. Utatuweza bibi. Haya mwenzako akiachika, wewe utafaidika na nini? Au ndo namtaka huyo bwana? Maana siku hizi wa mama wa mjini wanapenda sana kulea vibenteni. Maana sio kwa hiyo tatu. Wewe! Wow! Tena naomba koma taratibu mpaka unazoea. Sijui umenielewa Mimi silei vibenteni. Mimi nalea vibent 50. Tena mwenye umri kama baba yako. Yule umri wa baba yako mimi ndio naweza kumlea. Na sio hao unawasema wewe. Sasa nisikilize. Humu nyumbani kwangu heshima ifuate mkondo wake. Tena siruhusu kidudu mtu aina yoyote humu ndani akaanapanga wanaume kama mchicha. Sijui umenielewa? Kama mnaweza, nendeni mkajenge majumba yenu. Hapo mlipo hapo, mnaishiwa kugeuzwa tu kama chapati. Chumba kimoja hakuna, UTI wakubwa nyinyi. Eti sitoki na vibenti natoka na vibenti 50. Wewe mama wewe. Kwanza nikwambie tu, umechelewa. Alafu mama mtu mzima yanakutoka. Kumbe kweli unauma Kama mnaweza. Yeye mbona mnampanda huyu mama? Yaani mnaanzaje? Tunaangalia kwa logi lako 3000. Mama ukiataka hata ngumi tunaziweza. Unasemaje? Sasa nisikilize. Unavyotaka nataka na unavyokuja ninavyokupokea. Kwa hiyo unasema fanya unachotaka. Nifanye unachotaka. Fanya. Kwa tunamwachia ni wewe, mimi navua wingi. Hebu jaribu kwanza kumwaga hivi maji vyako uone kama unajua kupeka nyumba yako mnadani. Nataka kwenda kuuza hiyo ya maji. Mwaga, wewe mtu mzima kishati mwaga tukurudisha utotoni. Utakumbua. Achakazwa kama chuma kikavu. Na nyumba kama hiyo ipata. Sikilizeni jamani. Shemejini mzee ndo kanipa jina. Kanipa jina jipya anaitwa Mariam Chura. Mariam Chura? Ndio anamaanisha nini? Hiyo siku tumekutana, kanaambia hebu vimba kipenzi changu, si ndo nikajitutumua kama chura. Mgeuka kwanza tuone hiyo chura yenyewe ipo. Na wewe mtendo tupe kidogo. Weka tika. Kondo hivyo shogangu, ila nashukuru sana kwa kunipa kampani. Naona kila nikikuta nyumbani kwangu unagoma kuja. Nikikupigia simu zangu hutaki kuzipokea. Kwa sababu unajua kabisa alichokitenda wewe Mwanaizaya mwenzio. Si ndio? Sasa mmenizalilisha vya kutosha. Tena nimezalilika haswa. Ninachokuomba yule Mariamu ndani kwangu atoke. Tena atoke haraka sana kabla sijachukua hatua za kisheria. Pole sana Mamjengo. Naomba unisamehe sana kwa sababu bila mimi haya yote singetokea. Kwani wewe ndio umemtuma? Hapana. Ila mimi ndio nilisababisha ame pale ndani kwako. Sasa naomba ukamilishe kwa haraka. Yule binadamu wako mule ndani simtaki. Tena nimesema simtaki. Yaani nyumba yangu mwenyewe nitoe machozi mimi kama kitunguu. Tena naomba mkome mara moja. Naomba litolee ile shombo yako mule ndani. Hivi mume wangu nikuulize sana. Bila shaka. Hivi pesa zako siku hizi zinaishia wapi? Zinaishia wapi? Kwani mimi naishi wapi? Humu ndani. Lakini kila siku nikikuomba hela ya matumizi unasema mimi sina hela. Kwa mfano humu ndani unga umeisha, mchele umeisha. Nikikwambia nipe pesa nikanunue mahitaji ya ndani unaniambia mke wangu mimi pesa sina.
Nikuelewaje sasa kwa mfano? Mke wangu, siku hazifanani. Unajua katika kipindi hiki cha katikati hapo kidogo hali yangu iko sawa. Ila usijali, nitakuwa sawa tu kiuchumi na kila kitu kitaenda sawa. Aha, mambo yako hayapo sawa, si ndio? Yasawazishe basi. Na sivyo ndani apata kazi. Nimekuelewa mke wangu. Na kuahidi kila kitu kitanyooka, kitakwenda sawa. Ngoja mgodi uteme, nitakuwa mchalo. Hata moyo wako utakaa safi kabisa. Na mgodi usipotema, je, tutaishi juu ndani? Wewe, mimi ndo king of betting. Mtaa mzima unanijua, Alwatan, Jokeli. Kwa king gani ulionao wewe mwanaume? Yaani una beti mpaka maisha yako ya ndani. Vyakula vinaisha huko ndani, alafu pesa unaenda kubetia. Hivi uko serious kweli mume wangu? Mke wangu, usibalize maneno. Bla bla zisiwe nyingi. Hebu tulie bwana, Wacha niende mimi nikatengeneze mkeka wangu. Mkeka? Mkeka upi tena? Mkeka si upo ndani mume wangu, au kuna mkeka mwingine zaidi ya uliopo ndani? Iya. So mkeka huo, mkeka ko betting, Utanielewa wewe. Afu mbona siku hizo umekuwa mzushi naye? Sasa kwa nini mbondoka kunicheki tena? Mama mdogo alichelewa kuondoka. Unajua ahadi ni deni, na kauli ya kwanza siku zote ndio inaweza kumtia mtu hatiani au ikamtoa kwenye hatia. Haya, bali na yote hayo, mbona kunitaarifu? Najisahau na wewe. Sio kujisahau. Wewe umefanya kusudi. Kumpa mtu taarifa ni muhimu sana katika maisha yako. Nisamehe basi. Haya, sawa. Twenzetu. Wapi? Sasa swali gani hilo unaloniuliza? Nataka kujua. Twende kwako. Nani tena kafunga mlango wangu? Maria, swali gani hilo unaoniuliza? Kama utakoja funga wewe, sasa wewe amefunga nani? Au wewe ndio umesahau funguo ulipo wewe? Hamna mpenzi wangu, mimi sijafunga huo mlango, nimeusindika tu nimetoka. Ina maana sio kama wewe uliofunga mlango na funguo nyinyi. Nani ambaye atakuwa amefunga huo mlango? Mimi kweli tena nimeondoka na nimeusindika tu huo mlango, hata sijaufunga. Shikamoo. Marahaba. Samahani mama mjingo. Je, wewe ndiye ambaye umefunga huo mlango hapa? Wewe baba, hilo swali unaniuliza mie? Muulize huyo kizuruda wako, anajua kila kitu. Unafahamu nini kuhusu hili? Mimi sijui chochote mpenzi wangu, lakini mimi nimeusindika tu mlango nimeondoka. Sasa hujui kitu gani? Wakati mama mwenye nyumba hajafunga. Kama funguo ya bakaa ama ziada nayo yeye. Wewe hujafunga, nani mwingine? Wewe, si umwambie ukweli mwezio. Baba, unavyoona huo mlango kafunga mwenyewe, anayolipa kodi kwa kuitafuta kwa jasho. Kafunga kilango chake na funguo yake kaondoka nayo. Ati nini? Maria, hivi ina maana kuna mwanaume mwingine ambaye anakulipa kodi ukiachana na mimi, si ndivyo? Wewe majamu wewe. Ina maana wewe mcharuko, si ndio? Sasa sikize nikwambie kwa makini. Na rangi hizi mbili. Na black and white. Na kama ulikuwa unifahamu, basi mimi mtoto wa Mbagala, alafu mimi mwenyewe muuni ile ile. Sijui unanielewa? Mbagala Kipatu mimi ndio nilipozaliwa. Sawa sawa? Kama unajifanya mweu, wewe unajifanya chizi, utaiona rangi yangu upande wa pili. Bado sasa. Nje. Taratibu geti hilo.
Nimemkomesha. Shenzi mmoja hayo. Haya sasa nenda huko kaswampe. Kulia kwako hakutokusaidia kitu chochote kile. Cha msingi unachohitajika ni kunieleza ukweli tu. Na si vinginevyo, ni nani ambaye alikuwa anahusika mwingine katika zoezi la kulipa kodi? Na ni nani ambaye amekuwa na mamlaka ya kukifunga kile chumba? Mimi sijui chochote chini. Mami anipendi tu, sijui yake nini. Ati nini? Wewe usitake hasira yako ishuke juu yako. Nitakutawanya mali, nitakuumiza. Sawa sawa, nahitaji unieleze kweli, uniambie kila kitu, na hiyo ndio itakuwa salama yako. Sura si mara kadhaa, mara nyingi sana alikuwa akizungumza na nilikuwa nikimsikia katika ngome za masikio yangu, maneno ambayo yote alikuwa ananena juu yako, ila nilikuwa napotezea. Nahitaji unieleze ukweli kabla hasira yangu hajashuka juu yako. Napokea simu, nahitaji ongea. Halo? Nipo hapa nyuma kwa Baba John. Aya. Kanda mwetu. Nikwambie, fanya kama vile ambavyo mimi nimekuagiza, la sivyo nitatoa uhai wako. Hizo ni nguo zako pamoja na kila kitu chako. Kama unavyojua, nilikusamini sana, ila umeshindwa kuonyesha upendo wako kwangu. Pamoja na yote unayofanya, kwa msaliti sana kwangu. Je, heshima hadi mambo mengi. Na sijui kwa nini. Sijui. Nilikupa kila kitu, nikakupa upendo, pengine haukuwa bahati yako. Sasa huyo aliyekuwa bahati yako, huo ndo muda sahihi wa kuyakamilisha mpango ya panga. Naomba mtafute, mpange chumba, mkae pamoja, sawa? Chidi, najua ni mtu wangu wa karibu sana. Na kama unavyojua, Sauda ni mtu wangu. Ila wazazi wa Sauda hawanikubali kabisa. Na mbali na kutokunikubali, mimi bado sijajipanga. Hivyo basi, ningekuomba kitu kimoja ndugu yangu. Naomba umuoe Sauda. Naomba upeleke posa kwa kina Sauda. Dula rafiki yangu, nimewahi kupitia kipindi kigumu katika maamuzi, lakini sijawahi kupitia kipindi kigumu kama hiki.
wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Isitoshe, mimi na wewe tumetoka mbali. Kwa hiyo nahofia urafiki wetu unaweza kuvunjika. Chidi, hatuwezi kuvunja urafiki wetu. Naomba mnusuru Sauda. Utakuwa umenisaidia sana. Hivi Dula, Naam. unanipenda kweli kama ninavyokupenda mimi? Nakupenda sana Sauda. Ila mimi sina muda wa kuoa kwa sasa. Na wazazi wako wana haraka sana. Wanatamani sana washuhudie ndoa yako akiwa bado hai. Hivyo basi, huu ndo muda sahihi wa kuwapa furaha wazazi wako. Asante sana kwa kunipotezea muda wangu. Na kuahidi kuanzia leo nitaanza kumpenda Chidi mpaka mwisho wa maisha. Sawa. Vipi ndugu yangu? Safi, za siku. Safi. Sauda huyo. Asili. Abdalla. Vipi ndugu yangu?